Leonard Datus Butindi, yeye hujiita Laughs on Leonardo na wengi humfahamu kama Leonardo. Huyu ni moja kama sio pekee kati ya watu mashuhuri Tanzania wanaosifika kuweza sana mahesabu. Mara kadhaa amekuwa akionekana kumudu kukokotoa hesabu za kuzidisha bila ya kutumia kikokotoo, yani calculator, tena kwa muda mfupi haswa. Je, umewahi kumfahamu binadamu mwenye rekodi ya kukokotoa hesabu kubwa zaidi bila ya kutumia kikokotoo? Fuatana nami kwenye story moja. Hii ni story moja. Mwaka 1932, CV Sundaraja Rao, mchekeshaji wa maonesho ya sarakasi yani circus performer kutoka huko India, alianza kumfundisha kucheza kadi binti yake mdogo wa takriban miaka 3, na katika kumfundisha kwake aligundua kuwa binti yake huyo alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kukumbuka namba na kufanya hesabu ngumu kwa haraka bila ya kutumia kalamu wala karatasi. Binti huyo mdogo aliitwa Shakuntala Devi. Baba yake alipoendelea kumuuliza maswali ya kihesabu, aliona Shakuntala akijibu kwa usahihi wa ajabu na kasi isiyo ya kawaida. Na hapo ndipo baba yake alipogundua kuwa binti yake ana kipaji cha kipekee cha kihesabu huku akiwa hana elimu rasmi. Shakuntala Devi alizaliwa mwaka 1929 huko Bangalore, India, na hakuwa na elimu rasmi, lakini akili yake ilikuwa haraka kuliko vitabu vya shule. Katika dunia ambayo wanawake walitegemewa kupika na kulea watoto nyumbani, Shakuntala aliibuka na kuonesha kipaji chake cha ajabu kisichoelezeka hadi kufikia kupewa jina la kompyuta ya binadamu au kikokotoo mtu au kompyuta binadamu kutokana na uwezo wake mkubwa wa kukumbuka na kukokotoa mahesabu. Baba wa Shakuntala alianza kumpeleka mwanae katika maonesho mbalimbali ili watu waone kipaji chake, na hapo ndipo safari ya kompyuta binadamu ikaanza. Alianza kuzunguka India na dunia nzima akifanya maonesho ya hesabu ya ajabu, na mwaka 1980 aliingia kwenye Guinness World Records alipokokotoa kwa kuzidisha namba 2 za tarakimu 13 kwa kichwa kwa sekunde 28 tu. Watu walimuita kompyuta ya binadamu, lakini yeye alisema nina akili ya binadamu, kompyuta ndizo zinapaswa kujilinganisha na mimi. Mbali na hisabati, Shakuntala alikuwa mwandishi jasiri. Mwaka 1977 alichapisha kitabu kuhusu watu wa jinsia moja, jambo ambalo lilikuwa mwiko mkubwa huko India. Alikuwa wa kwanza kulizungumzia hadharani. Alikuwa na ujasiri wa kutetea kile ambacho wengi walikihofia hata alipokosolewa. Shakuntala Devi alifariki mwaka wa 2013, lakini hadi leo jina lake bado linatamkwa kwa heshima, si kwa sababu ya mahesabu tu, bali kwa sababu ya akili yake, ujasiri wake na moyo wake wa kutokuogopa. Hii ni hadithi ya mwanamke ambaye hakuhitaji mashine, maana alikuwa mashine yenye roho. Shakuntala Devi, akili isiyo na kikomo. Unamkumbuka kipanga wa hesabu darasani kwenu? Hebu mtumie salamu hapa kwenye comments. Hii ni story moja na mimi ni Fisesal99. Usisahau kusubscribe na kushare. Pia tufuate katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram na TikTok @Fisesal99. Facebook ni Fisesal Ezekiel. Chao chao. Hii ni story moja.